Sikia nikwambie rafiki yangu, unanitazama, unanisikia, unaniona ambayo unioni, unanijua ambayo unijui. Nakwambia hivi, yani unaona hapa duniani kila kitu kipo. Unachokijua na usichokijua vipo vote. Ila sasa unajua sisi watu wengi tunaishia kwenye kuchukua hatua, inakuwaga ni ngumu kwa sababu ya kuangalia mtazamo. Sijui unanielewa? Yaani kwa mfano sisi tunavyoishi, yaani tunaamini na tunatamani binadamu watutazame vizuri sana kuliko Mwenyezi Mungu anavyotutazama, anavyotusaidia, anavyotukomboa kwenye matatizo, shida mbalimbali. Ina maana kuna shida zingine ambazo Mungu tunasali, tunamuomba na tusaidia. Lakini kuna watu hata akisaidika hivyo bila watu kuwatazama au watu kuongea kuwasifia, yani wao wanaona bado. Kweli hapo ni pamoja. Sasa yani tukiingia kwenye mzunguko wote wa hapa duniani, uwe dini gani, uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe nani, si ndio? Kama Mungu anaweza kuwapa hata watenda dhambi, lakini tazame wewe mwenyewe. Wewe ndio mfano. Yaani ndio mfano. Mimi hapa sidharau mtu, simtukani mtu, lakini naamini kwamba sisi ni kama mazao, yani hizi mbegu za mahindi. Kwa kila mahali wanalima mahindi, alafu zile mbegu zipo kibao. Sasa kuna ambazo zinazaa, kuna ambazo zizaa, kuna ambazo zinaoza, kuna ambazo haziozi. Sasa kuna vitu sijilinganisha nao sana, yani ulivyo rizika na ulivyo. Ngoja nikupe kodi ya ukweli mjomba wangu, hii ni kodi ya maisha. Sio kwamba mimi nimuelewa sana, au sio kwamba ninajua sana, au sio kwamba ninaona sana. Hapana. Lakini ni kitu ambacho nishakipitia na nimekifanyia darasa, nikaona ni kweli. Unajua nikwambie nini? Watu wengi ambao tunapambana, juhudi zetu zinaishia kwenye mawazo, nguvu zetu zinaishia kwenye mawazo, akili zetu zinaishia kwenye mawazo. Ina maana mawazo yetu yamekuwa ni kipaumbele kikubwa hata kuliko zile karama ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Ukipata unabadilika, ukiwa hauna unabadilika. Sijui tukoke kundi gani. Nakupa mfano. Hivi ni mtu gani ambaye alishiotesha embe akavuna maragi? Au ni mtu gani ambaye ashiotesha maragi akavuna embe? Haujanielewa bado. Sali sana, muombe Mungu akufungulie hivi vitu. Uwe mtu mwelewa, uwe mtu msikivu, uwe mtu mpole. Kuna vitu vinahitaji upole, kuna vitu vinahitaji usikivu, kuna vitu vinahitaji akili, kuna vitu vinahitaji utu. Yani vitu kibao. Hapo vitu vyote ambavyo nimekutajia vinamhitaji Mungu pia. Usipomshirikisha Mungu, jomba, utaona changamoto zote.